Karibu ndugu mpendwa mtazamaji wa Jasiri Online TV. Mimi ni Haji Twaha. Leo hii hapa studio kwetu kwenye kipindi chetu cha Jandoni, tuna mgeni ambaye ametembelea hapa studio kwetu. Tutazungumza naye mawili matatu. Ni mgeni anatokea Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ni Bwana Blessing Barabara, katibu wa umoja wa vijana wa baraza la vijana wa Chadema. Atatuambia na yapi, alianzia wapi historia yake ya kisiasa kutoka kuwa Blessing Barabara, kwa maana ya kwamba bila kuwa na wadhifa wowote, lakini mpaka sasa kuwa na wadhifa, kwa maana ya kwamba kuwa katibu wa baraza la umoja wa vijana Chadema mkoa wa kichama Temeke. Yes, Temeke. Atatuambia yapi. Watanzania wanahitaji kumfahamu Blessing Barabara ni nani, alianzia wapi mpaka kufika hapo alipofikia. Tutaongea naye mwanzo mpaka mwisho. Nikusii tu ndugu yangu mpendwa mtazamaji wa Jasiri Online TV, ungana nasi mwanzo mpaka mwisho mwa kipindi hichi. Bwana Blessing, habari yako? Sawa. Karibu sana. Karibu sana katika studio zetu za Jasiri Online TV. Na hii leo umekuwa ni miongoni mwa watu ambao wanatufungulia, ikiwa ndio mara yetu ya kwanza na ufunguzi wa kipindi chetu cha Jandoni. Jandoni series leo ndio imeanza, ikiwa ni episode yetu ya kwanza. Lakini pamoja na kwamba ni episode yetu ya kwanza, wewe ndio unakuwa mfunguzi. Kwa tumepata baraka au tumepata bahati ya kwamba tunaanza ufunguzi wa kipindi chetu hichi, lakini tunafungua na mtu mmoja ambaye si mdogo kinamna ya kawaida, kwa sababu nikisema si mdogo, tukiangalia Chama cha Demokrasia na Maendeleo ndio chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania. Kwa hiyo kufanya mahojiano na miongoni mwa viongozi wake wa ngazi za mkoa ni bahati kubwa. Ni bahati kubwa. Kwa hiyo niseme kwetu ni faraja kubwa kupokea mgeni kama wewe, ndugu katibu wa baraza la umoja wa vijana. Lakini mimi nakutambua kama katibu wa baraza la umoja wa vijana Mavicha. Lakini Watanzania wanahitaji kufahamu Blessing Barabara, mbali ya kuwa kwamba ni katibu wa baraza la umoja wa vijana Chadema, ni nani, alianzia wapi mpaka hapa kufikia. Karibu. Asante sana. Kwanza nimefurahi sana kuwepo Jandoni na zinajulikana shughuli ambazo zinafanyika Jandoni hizi. Jandoni yanatoka yanafanyika sana mambo ya kiume. Siasa zangu ambazo nilikuwa naanza kusema mwanzo nilipoanza katika siasa, mimi ni mtu wa Arusha. Kwa hivyo nilianza harakati zangu kuanzia nikiwa Arusha. Lakini nyadhifa nilianza kuzipata nikiwa ndani ya Chadema Student Organization mkoa wa Dar es Salaam, mtandao wa wanafunzi wa vyuo vikuu, vyuo vya kati pamoja na shule za sekondari. Kwa hivyo nilianza kuwa katibu mwenezi kutokea mwaka 2022 mpaka mwaka 2024. Nimekuwa mwenezi kwa takriban miaka miwili, na Chaso wanafanya uchaguzi kila baada ya mwaka mmoja. Kwa hiyo niligombea mwenezi wa Chaso Dar es Salaam kwa miula miwili mfululizo na niliweza nifanikiwa kupata. Lakini vile vile nipo kwenye taasisi ya wanaharakati inayofahamika kama Ground. Tuko pale tunapusha harakati mbalimbali ambazo zinakuwa ni masuala muhimu sana yanayohusiana na taifa. Kama kipindi kile tuliweza kufanya kupusha sana harakati za kuhusiana swala la mkataba wa bandari wa kampuni ya DP World kutoka Dubai, na tuliorganize maandamano ambayo tunayafanya maeneo ya Posta pale Dar es Salaam. Maeneo ambayo tulifanya karibu na Ikulu kabisa, na tulikuwa lengo letu ni kufikisha ujumbe kwa Rais Samia kuhusiana na rasilimali ambazo ni za Watanganyika, zinapaswa kuwa na maslahi kwa Watanganyika. Lakini vile vile nje ya kuwa katibu wa baraza la vijana la Chadema, vile vile niligombea nafasi ya ujumbe wa mkutano mkuu wa chama ngazi ya kitaifa kuwakilisha baraza la vijana kwenye mkutano mkuu wa chama, na niliweza kupata hiyo nafasi na nikawakilisha baraza la vijana kwenye mkutano mkuu ambao ulifanyika Januari mwaka huu. Sasa tumekufahamu ulianzia Chaso, sio? Ndio. Umeanzia Chaso kwa maelezo yako shuleni Chaso, lakini pia ukaingia katika nyadhifa tofauti mpaka hapo ulipofikia kwa mjumbe wa baraza kuu, mkutano mkuu Chadema, sio? Hali ya kisiasa unaionaje sasa ya Tanzania kiujumla? Lakini pia hali ya kisiasa ya mkoa wako wa kichama Temeke unaionaje kwa sasa, hali yetu hii ndani yetu ya Tanzania? Ukizingatia Tanzania huu mwaka kwamba ni mwaka wa uchaguzi, unaionaje hali ya kisiasa kwa sasa? Hali ya kisiasa kwa sasa Tanzania sio nzuri. Tanzania kwa ujumla hali sio nzuri, lakini vile vile hata kwenye mkoa wa kichama wa Temeke pia hali sio nzuri.
Mkoa wa Kichama wa Temeke una jumla ya mitaa 143. Jimbo la Mbagala lina mitaa 68. Jimbo la Temeke lina mitaa 75. Ni kama mitaa 143. Na hii mitaa yote kwa uchaguzi wa serikali za mitaa uliopita mwaka jana tulifanikiwa kusimamisha wenye viti wa wagombea wenye viti wa serikali za mitaa pamoja na wajumbe wake. Takriban 70% ya mkoa mzima tuliweza kusimamisha wagombea. Lakini vile vile kwa maeneo ambayo tulikosa wajumbe pia tulipata wenye viti. Na ambacho na uchaguzi unaongelea kwa kina zaidi, hata mimi mwenyewe nilikuwa sehemu ya huo uchaguzi, nilikuwa mgombea kwenye huo uchaguzi. Niligombea mtaa wa Azimio Kaskazini. Kwa hiyo ni uchaguzi ambao niliushuhudia, lakini vile nilishiriki. Mambo yaliyofanyika kwenye huo uchaguzi ni mambo ambayo yalidhihirisha moja kwa moja kwamba huu uchaguzi haukuwa huru na haukuwa na haki. Na uwezo ukasema hali ya kisiasa ni nzuri kama hakuna mifumo mizuri ya uchaguzi. Hali ya kisiasa ya nchi haiwezi kuwa nzuri kama wananchi wanakosa haki ya kumchagua kiongozi wanayemtaka, kama wananchi wanakosa haki ya kukosoa, kama wananchi wanakosa haki ya kusikilizwa. Sasa mifumo ya kisiasa inakuwa mizuri tunapoona kwamba wananchi wanapata haki. Kura ya mwananchi inakuwa na thamani, kwamba mwananchi ndio anayechagua kiongozi anayemtaka, kwa sababu mfumo wa demokrasia iko wazi. Demokrasia ni kwamba wengi wanaamua na wachache wanasikilizwa, kwamba mkiwa wachache mtasikilizwa, lakini kundi kubwa ndio litakaloamua, na wataamua kwa uchaguzi wa huru na haki. Kwa hiyo siasa za Tanzania zimekuwa na hali mbaya sana kutokana na mfumo uliopo sasa hivi. Serikali inahitaji kukosolewa, serikali inahitaji kushauriwa, serikali imekuwa ni kwamba sasa serikali yenyewe inajiona imekamilika, na wakati tuna uhakika kwamba duniani hakuna kitu ambacho kimekamilika. Na ndio maana hata katiba ya nchi inabadilika kila baada ya wakati fulani kutokana na mazingira, kwamba kipindi hichi, kizazi hichi kilichopo sasa hivi, inawezekana katiba hii ikawa inafaa, lakini kizazi kitakachokuja katiba haitawafaa. Kwa hiyo watatakiwa kubadilisha kuendana na hali ya kisiasa na mazingira ambayo yako kwa wakati huo. Lakini imekuwa ni tofauti sana kwa Tanzania. Tumeshuhudia baadhi ya wanaharakati ambao tulikuwa nao kwenye taasisi yetu ya Grounda, kwenye mkoa wangu wa Kichama wa Temeke, mwenyekiti wa jimbo la Bavicha wilaya ya Temeke, au mwenyekiti wa Bavicha jimbo la Temeke, Deusdedit Isaac Soka, amepotea katika mazingira ambayo ni ya kutatanisha kutokana na ukosoaji wake, kutokana na kuitumia haki yake ya kikatiba ya kudai utawala bora wa kisheria, kudai haki na kudai mabadiliko kwenye nchi na kupigania rasilimali za nchi yetu. Ndio kilichomfanya mpaka leo Deusdedit Soka hatujui ni wapi ambapo alipo, na hatujui yuko na hali gani. Na tumejitahidi sana kupaza sauti, lakini mpaka sasa hivi bado hakuna hatua zozote zilizochukuliwa, japokuwa tulienda mpaka mahakamani, mahakama ikaliamuru jeshi la polisi lihakikishe limeweza kuwatafuta watu na kuwarejesha uraiani, lakini pale sasa jeshi la polisi halijaweza kufanya hivyo. Lakini vile vile ukiachia mbali Deusdedit Soka, kuna mwanachama mwingine anaitwa Frank Biselaini hapa mkoa wa Kichama wa Temeke, naye pia ametekwa kwenye hilo kundi ambalo alitekwa na Soka. Lakini vile vile hata katibu wa chama kabisa cha demokrasia na maendeleo Chadema jimbo la Temeke, Jacob Online, pia naye amepotea katika hayo mazingira ya namna hiyo kutokana na hii mifumo ya kisiasa. Lakini vile vile nakuja kuona anaenda mbali zaidi kwamba mifumo ya kisiasa imekuwa sio mizuri, mpaka unapotoa elimu kwa umma unaonekana ni tishio. Unapotoa elimu kwa umma juu ya jambo fulani, serikali inaogopa, inaweza kukuchukulia wewe ni mtu hatari, unataka kuvunja amani. Kwa sababu sisi mwaka jana mwezi wa 6 tulianza operation ya mguu kwa mguu ndani ya hili jimbo la Temeke, ndani ya mkoa wa Temeke, na operation yetu ilianzia jimbo la Temeke. Tulianza operation ya mguu kwa mguu ya kuhamasisha wananchi kwenda kujiandikisha kwenye daftari la mkazi ili wapate nafasi ya kupiga kura kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Tulianza ile operation. Baada ya operation kufanyika, yalitokea mambo ambayo hayakupendeza. Tulikuwa tunakosa baadhi ya ushirikiano kwa taasisi ambazo zilikuwa zitoa ushirikiano kwenye kufanikisha ile jambo, lakini vile vile walikuwa wanashindwa kutoa ushirikiano kutokana na hali ya elimu ya kisiasa kwenye nchi. Hata wananchi ambao unaenda kuwapa hiyo elimu, kuna muda wanaogopa, wanaona kama mnawaingiza kwenye hatari kutokana na mifumo iliyopo ya kisiasa. Lakini vile vile hata tulipoingia kwenye zoezi sasa la kuhamasisha wananchi ile wiki ya kwenda kujiandikisha kwenye daftari la wakazi, bado pia hali ilikuwa sio nzuri kwa watu kwenda kujiandikisha.
Ile ilikuwa inaashiria kwamba wananchi wameshakata tamaa ya kupiga kura, wanaona kwamba hata kupiga kura hawezi kubadilisha chochote, kwa sababu mifumo imeshawaandaa watu ambao wanawataka wao. Na hiyo ni kwa upande sababu ndio mwandishi, hiyo nilikuwa naongelea kwa upande wa Temeke, lakini kwa upande wa nchi nzima, hali ya kisiasa ya nchi nzima, nafikiri uliona matokeo ya uchaguzi wa serikali za mitaa namna yalivyokuwa. Ilikuwa inaonyesha picha nzima kwamba mifumo ya kisiasa ni mbaya, lakini vile vile katika masuala ya utekaji, ukiachilia mbali na soka, kuna ambao walitekwa kabla ya soka. Kuna kina Dionisi Kipanya ambaye alikuwa ni katibu mwenezi wa maeneo ya Sumbawanga Rukwa. Dionisi Kipanya naye alitekwa. Vile vile kuna mjumbe wa mkutano mkuu anaitwa Amani Manengero ambaye ni katibu wa Bavicha mkoa wa Mwanza, lakini mjumbe wa mkutano mkuu wa Chadema Taifa, pia naye alitekwa mwaka huu hivi karibuni. Sasa hichi ni kitu ambacho kinaendelea kuleta hofu na shaka kwa wananchi, kinaendelea kuleta hofu na shaka kwa watu wenye nia njema na taifa lao. Nikirudi kwenye na kurudisha upande uligusia sehemu ya uchaguzi mdogo, kwa maana ya kwamba uchaguzi wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji ulizungumzia ambao ulifanikia 2024, kwa maana kwamba mwaka jana ulikuwa ni uchaguzi ambao hakuzingatia usawa, sio? Sasa mimi nataka nikuulize nyinyi mkiwa, yani wewe ukiwa kama na wengine mkiwa kama Chadema, ni hatua zipi mlizichukua baada ya kuona watu kwamba kulifanyika kwa wakati ule? Sizungumzie wakati huu. Utakapofika wakati wa kuzungumzia wakati huu nitakuuliza wakati huu nao, lakini sasa nakuuliza kwanza tuzungumzie wakati ule wa mwaka jana. Ni hatua zipi nyingi ambazo mlizichukua? Hilo ni kwanza. Lakini la pili pia uligusia swala la utekaji, kwa maana kwamba watu wanapotea ndio utekaji. Ukamzungumzia miongoni mwa viongozi ambao wako ndani ya mkoa wako kichama Temeke, Deodatus Isaac Soka, sio? Kwa maana kwamba alipotea, mkaenda mahakamani, ikatolewa hati ya mahakama kuamuru jeshi la polisi limtafute au litoe taarifa iko wapi. Mimi na Watanzania tunahitaji kujua, baada ya kutolea ile ripoti ya mahakama kupelekwa katika jeshi la polisi, jeshi la polisi ni hatua zipi au ni majibu yapi ambayo yaliwapa nyinyi, ambao waliwapatia nyinyi mpaka sasa, na ni nini wanasema jeshi la polisi? Watanzania wanahitaji kujua huyu aliyepotea na hao wengine, jeshi la polisi wao wanaongea nini, au ni nini ambacho wanakisema, au ni majibu yapi ambayo wameyatoa baada ya kuamuliwa na mahakama kutoa maelekezo ya kwamba waendelee kufuatilia kesi yake na watoe majibu kwa wao kama jeshi la polisi walisema nini, ni nini ambacho waliwajibu. Watanzania wanataka kujua watu mlipokuwa mmekwenda na baada ya kupeleka hati mlijua nini. Hicho hayo ni maswali mawili kwanza ambao nahitaji, watu wengi wanahitaji leo hii, mtazamaji wangu na msikilizaji anahitaji kujua. Sawa. Nitaanza na swali namba moja kuhusiana na uchaguzi wa serikali za mitaa. Chama kilichukua hatua gani baada ya matokeo ya uchaguzi kuwa mabaya? Baada ya matokeo ya uchaguzi kuwa mabaya na baada ya kufanyika uchafuzi mkubwa kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, kamati kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ilikutana na ikafanya kikao, na moja kati ya ajenda zilizokuwa zinajadiliwa ni kuhusiana na uchaguzi wa serikali za mitaa uliomalizika na uchaguzi mkuu huu sasa. Kamati kuu ikawa mwaka jana. Kamati kuu baada ya kukaa mwaka jana kwenye baada ya uchaguzi wa serikali za mitaa, kamati kuu iliona ya kwamba mifumo ya uchaguzi ya Tanzania ni mibovu na imekuwa mibovu kwa miaka mingi, na tumepaza sauti mara nyingi na kutaka tume huru ya uchaguzi na haijawahi kupatikana. Sasa hivi tumeletewa tu uhuni tu wa editing pale kuandikiwa tume huru ya uchaguzi, lakini kiuhalisia hakuna tume huru ya uchaguzi Tanzania. Kamati kuu ilichoamua ni kwamba bila mabadiliko hakutakuwa na uchaguzi. Hii kauli mbiu ya no reforms no election ilizinduliwa mwaka jana. Sasa ni kwa nini hapo hapo nakuhusia? Ni kwa nini kwamba hakuna tume huru? Aliyekuwa tunaona tunaambiwa kwamba tume huru ya taifa ya uchaguzi, ni tume huru ya taifa ya uchaguzi, wakati tunaona kabisa Watanzania wengi wanajua kwamba ile inaitwa tume huru ya taifa ya uchaguzi, alafu unatuambia kwamba hakuna tume huru. Hebu tufafanulia kwa nini hakuna tume huru, aliyekuwa tunajua kwamba ile ni tume huru ya uchaguzi. Ndio. Kwa nini hakuna tume huru?
Tume Huru ya Uchaguzi, na kwanza nianze kufafanua kwa nini hili neno likaja likabadilishwa likawekwa neno huru pale. Mwaka jana sisi mpaka tunaenda maandamano ya amani ambayo tumeyafanya mikoa mbalimbali Tanzania. Moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa ni ajenda za maandamano ni kuhusiana na hali ya kiuchumi wa Tanzania, kwamba Watanzania wengi wanapitia kwenye kipindi cha hali ngumu ya kiuchumi, maisha ni magumu, mfumuko wa bei na vitu kama hivyo. Lakini vile vile kupinga miswada ya kisheria ambayo ilipelekwa bungeni. Moja kati ya mswada uliopelekwa bungeni ni kuhusiana na masuala ya sheria za uchaguzi. Kati ya miswada iliyopelekwa bungeni ilikuwa ni moja ni sheria za uchaguzi. Kwa sisi tuliandamana kupinga miswada ya sheria zilizopelekwa bungeni, na moja kati ya sheria zilizopelekwa bungeni sheria zinazohusiana na masuala ya uchaguzi. Lakini vile vile kuhusiana na hali ya kiuchumi ya Watanzania. Baada ya kuonyesha ile vuguvugu la nchi nzima, ndio serikali ikabidi ifanye kwamba editing sasa, ikafanya makongamano kwamba watu wakatoe maoni. Lakini kwenye namna ya kukusanya maoni hapakuwa na usawa. Tunashuhudia katibu mkuu wetu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema alienda Dodoma kwa ajili ya kutoa maoni ya kuhusiana na chama. Chama kinahitaji tuwe na tume huru, tuwe na tume ya namna gani, tume huru ya namna gani. Lakini hakupewa nafasi ya kujieleza na alikuwa anazimiwa mic. Na sio yeye tu, na kuna wengine pia ambao walikuwa na wanachadema ambao walienda kutoa maoni yao kwamba tunahitaji tume huru ya namna gani. Lakini naweza nikasema Chama cha Demokrasia na Maendeleo hakikupata nafasi ya kutoa maoni ya namna ya uundwaji wa hii tume ambayo inaitwa tume huru. Na moja kati ya mambo ambayo tulikuwa tunayazingatia ili tuseme kwamba tunaipata tume huru, huu uchaguzi wa serikali za mitaa haukupaswa kusimamiwa na TAMISEMI. Huu uchaguzi wa serikali za mitaa ulipaswa kusimamiwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Huu uchaguzi wa serikali za mitaa haukupaswa wapiga kura wake wawe na wanaojiandikisha kama wanafunzi wa tuition. Hawa walitakiwa wawe kwenye mfumo wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi, wapige kura kwa kutumia vitambulisho vya mpiga kura. Sasa hii tume haipo huru. Kwa nini? Tunaenda kuangalia watumishi wa ile tume ni kina nani, wanaoiongoza ile tume ni kina nani. Sisi tulikuwa tunahitaji tume. Tunaposema tume iko huru ni kwamba mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi, mwenyekiti wa ile Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi achaguliwe na vyama vyote vya siasa vimridhie. Kwamba Tanzania tuna vyama vya siasa 16. Vyama vya siasa 16 vinatambulika kwa majina yao. Je, hivi vyama 16 vyote vimeridhia huyu mwenyekiti wa tume ndo awe mwenyekiti wa Tume ya Huru ya Taifa ya Uchaguzi? Maana yake hakuna mchakato wa kidemokrasia wa kumpata kwanza mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi. Je, kama hawajaridhia kumpata huyu mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi, je, wameridhia ile tume itakayosimamia uchaguzi nchi nzima? Wameridhia? Wanasimamia ni kina nani? Ni wateule wa nani? Wanalipwa na nani? Kwa hiyo tunakuja kugundua ni kwamba kilichofanyika hapa ni kwamba tumeondolewa ule mfumo wa kwamba wakurugenzi walikuwa wanasimamia uchaguzi. Sasa wakurugenzi wameondolewa kusimamia uchaguzi. Sasa wameletwa watumishi wa umma ambao ni wale waajiriwa wa serikali. Kwa namna hii hatuwezi tukasema hii ni tume huru, ila ni editing tu, lakini bado mambo yatafanyika yale yale. Na ndio maana chama kikakaa na kikaona kwamba huu huru kimeshafanywa kwa muda mrefu. Sasa tunakuja na ajenda ya kitaifa ya bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Na tunaposema mabadiliko ni kuanzia kwenye mifumo ya sheria za uchaguzi, mabadiliko ya kikatiba, tunasema sheria za kikatiba zote. Yaani rais anapaswa kuwa yeye ni mgombea wa urais, lakini sio bosi wa tume ya uchaguzi. Kitu ambacho Tanzania ni tofauti. Tanzania mgombea wa urais yeye ni bosi wa tume ya uchaguzi. Ni sawa sawa na leo unaandaa bonanza. Lakini mheshimiwa, ipo dhana moja ambayo inatafsiri na watu wengi wanatafsiri hivyo, kwa maana ya kwamba hakuna mabadiliko hakuna uchaguzi. Kwa maana ya watu wametafsiri, asilimia kubwa wanaitafsiri kuwa kwamba mnasusia uchaguzi. Mnasusia uchaguzi, yani kwa maana ya kwamba hamtashiriki kwenye uchaguzi. Hebu tufafanue, tuweke wazi. Ni kwamba hamtashiriki au ikiwa na maana gani? Kwa sababu tunaposema kwamba hakuna mabadiliko hakuna uchaguzi,
na wengi wanachukulia kwamba, na tunaona baadhi ya viongozi wengine ambao ni kwa mfano wa chama tawala, baadhi wanakaa kwenye majukwaa. Tulimwona yule ni Kagera, sidhani kama sikosei, kama si Kagera ni Shinyanga, alikuwa akisema kwamba nikijaribu kuwa alizungumza hivi kama wiki hivi ya karibuni, masiku hivi ya karibuni, alisema kwamba wao wakisusa sisi tutafanya. Lakini pia tunaona baadhi ya vyama vingine vya kisiasa, mfano NCCR wao wametambulisha mgombea wao juzi wametambulisha mgombea wao kwamba watasimamisha mgombea wao kwa ajili ya kugombea kiti cha nafasi ya urais. Nadhani Chadema na ACT Alliance for Transparency pekee yao ambao wameshikilia ajenda ya mabadiliko, hakuna uchaguzi. Lakini hawa vyama vingine yaani niseme ni kwa nini labda wao wameamua kujiweka pembeni? Na je, itawezekana bila kuwepo support ya wao? Ingawaje tunafahamu kwamba Chadema ni chama kikuu cha upinzani, lakini mbali ya hivyo tunajua kwamba lazima muungane, kwamba sio kura za watu wengi watakaokuwa wanaunga mkono hiyo ajenda yenu. Je, kwa kutokuungwa mkono na vyama vingine, au labda kuna vyama vingine vinaunga mkono, au mnadhani kwamba kutokuungwa mkono na vyama vingine ili linaweza likatimia? Kwanza nianze na kuelezea swala hii ajenda ya taifa ya bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Sisi hatususii uchaguzi. Sisi tutauzuia uchaguzi. Ajenda ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema iko wazi kabisa. Sio kwamba tutasusia. Wewe anayesema kwamba watafanya nini? Uchaguzi hautafanyika. Na namna ambayo tumejiandaa nayo ni kuishinikiza serikali. Sasa hivi chama kinafanya operation, tumeanza operation kanda ya Nyasa. Kanda ya Nyasa operation inamalizika mwezi huu, operation inahamia kanda ya Kusini. Sasa hivi tunatoa tangazo kwa serikali kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Tunataka 1, 2, 3, 4, 5. Kama hizi operation zitamalizika na bado serikali haitataka kutusikiliza, haitataka kupeleka hii miswada bungeni, bunge likajadili na bunge likapitisha hizo sheria ambazo tunataka zibadilishwe, hizo sheria za uchaguzi zibadilishwe ili tuingie kwenye uchaguzi, tutatumia nguvu ya umma kuzuia uchaguzi. Huyu anayesema kwamba wakisusa sisi tutafanya, nilimsikia anasema wakisusa sisi twala. Hakuna atakachokipata cha kukila, kwa sababu sisi tutaitumia nguvu ya umma kuzuia uchaguzi usifanyike. Na mwenyekiti wetu alikuwa wazi, tutatumia hata namna ya maandamano. Tutafanya maandamano ya nchi nzima ya kuzuia uchaguzi usifanyike, kwa sababu hatuwezi tukaingia kwenye uchaguzi ambao kuna mambo haya yanayofanyika. Brother, uchaguzi unamalizika mpaka kuna watu wamepigwa risasi, wamekufa kabisa kutokana na masuala ya uchaguzi. Sasa hatuwezi tukaingia kwenye uchaguzi ambao inabidi uwe mgombea ili ushinde. Hatuwezi tukaingia kwenye uchaguzi wa namna hiyo. Tunataka uchaguzi uwe wa huru, tunataka uchaguzi uwe wa haki. Lakini katika swala hili vya vingine vya siasa, demokrasia inampa mtu uhuru wa kuchagua anachotaka yeye. Hao ambao wamemtambulisha mgombea, ni demokrasia inawaruhusu kabisa kumtambulisha mgombea wao, lakini wataingia kwenye uchaguzi na watakachoenda kujadiliana nacho ndio kitakachowapa funzo wao kwa nini hao wenzetu wanataka reform kwanza ndio tuende kwenye uchaguzi. Kwa sababu hatutaki kwenda kwenye uchaguzi tuonekane tunashiriki uchaguzi, tunataka tuende kwenye uchaguzi tuone haki ya Tanzania inapatikana. Mtanzania anampigia kura kiongozi anayemtaka yeye, alafu kura yake haithaminiki. Yaani watu sasa wameshakuja na matokeo yao kwamba fulani ndio anakuwa kiongozi. Kuna kipindi hata Mzee Wasira aliwahi kusema kwamba inakuwaje mtu unapata kura 700 kati ya kura 200? Inawezekanaje? Unapata kura 700 kati ya kura 200? Aliyekuwa katibu mwenezi wa Bavicha Taifa alipost katibu mwenezi wa Bavicha Taifa alipost hiyo video ya mzee Wasira ambaye ni makamu mwenyekiti wa CCM Taifa. Anasema kwamba inakuwaje unapata kura 700 kati ya kura 200? Yaani unapata kura nyingi kuliko idadi ya wapiga kura. Huu ni wizi na ni kitu ambacho hakifai na hakiruhusiwi kabisa kwenye mifumo ya kidemokrasia. Kwenye nchi zote ambazo ni democratic government na zina mfumo kama benki, haziruhusu hicho kitu. Sasa hichi kitu kinaenda kwa kasi sana, na wameanza kufanya mambo ya uhuru wa uchaguzi na muda mrefu sana. Sasa hivi wamefikia kwenye stage kubwa ambapo tulikuwa tunafikiri watabadilika, sasa wanaenda kuharibu kabisa. Ukija ukiangalia hivi vyama vilivyobakia vyote, hivyo NCCR kina sawa. Ni vyama ambavyo kaka
Hii Dar es Salaam sidhani kama wana wanachama watano. Yaani ukitafuta sauti ya umma hapa Dar es Salaam sidhani kama wanazidi watu watano. Sidhani kama wanazidi. Kwa hiyo ni vyama ambavyo vina mchango mdogo sana kwenye swala la mabadiliko. Kwa hiyo mimi kuna sehemu uligusia kuhusu nguvu ya umma. Watatumia nguvu ya umma. Tukiwa tunazungumzia umma, tunazungumzia wananchi. Wakati wa ajenda yenu mnaitambulisha kwa wananchi na mnaendelea kuitambulisha kwa wananchi, mnaonaje mwitikio wa wananchi na support ya wananchi ipo ya kutosha, kwa maana kwamba inaonyesha dalili ya kufanikiwa ama hakuna dalili ya kufanikiwa? Kuna matumaini makubwa ya hii movement kufanikiwa, ya hii agenda ya kitaifa kufanikiwa, kwa sababu tumeona nyota njema inaonekana asubuhi. Tumeona hata kanda ya Nyasa. Kama tungesema tunaenda kanda ya Nyasa kwa lengo la kufanya maandamano, namna ambavyo wananchi wamejitokeza kwenye mikutano ya hadhara, tungebadilisha maamuzi. Leo tungekuwa tunaongea kitu kingine. Leo tungekuwa tunazungumza kitu kingine kwa hali iliyoonekana Nyasa. Hii ni ishara kwamba kuna mwanga mkubwa wa kupata mabadiliko kwenye nchi yetu. Na sasa hivi na kuahidi tena, tunaenda kwenye operation nyingine ambazo zinaendelea kwenye kanda mbalimbali. Utaendelea kuona namna ambavyo kuna mwamko mkubwa na kuna kundi kubwa la Watanzania ambao wanaenda kuwa majasiri. Umeona juzi hawa non-employment organization hawa wanaitwa NETO, non-employment teachers organization, walifanya na wenyewe wakajiorganize, wakafanya press conference na nini za kutaka ajira zao na nini. Ile hali haiji bure bure. Hata Kenya, unaona Kenya mpaka wanafikia ile stage. Sio kwamba Kenya wote walikuwa majasiri. Aina ya maisha inampelekea kila mtu awe mwanaharakati. Hali ya kimaisha inampelekea kila mtu aingie kwenye mapambano. Hali ya siasa za Tanzania ilipofika, itamfanya kila Mtanzania ayunge mkono Chadema ili kupata mabadiliko. Mimi nijaribu kutaka kugusia sehemu moja, nikumbushie sehemu moja. Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, kwa kwamba mwenyekiti wa Chadema Taifa, aliwahi kuitisha press kama sikosei, miezi nadhani ya nyuma. Alikutana na waandishi wa habari. Na mwandishi wa habari mmoja wa TBC aliwahi kumwambia kwa nini asiachane na siasa hizi alizokuwa anaziendesha sasa hivi za kiharakati, aendeshe siasa aendane na mfumo wa kisasa, kwa maana kwamba wakae mezani, wajadiliane, wasonge mbele, waachane na mfumo huu unaoenda na wa kiharakati, kwa maana kwamba siasa za mapambano, atafute mfumo mwingine wa kukaa chini mezani na kuzungumza. Umeichukuliaje kauli yake wewe ukiwa kama katibu wa baraza la umoja wa vijana mkoa wa Kichama Temeke sikosei, ndio? Wewe kama wewe unachukuliaje au unaichukuliaje kauli ama wazo lile ama swali lile umelichukuliaje wewe? Sio wazo zuri. Ni wazo mbaya sana. Na kilichofanya tukataka mabadiliko ndani ya chama ni kutoka huko kwenye siasa za vikao vya maridhiano. Tumefanya vikao vingi vya maridhiano ambavyo havijawahi kutuletea manufaa yoyote, kuanzia kwenye chama mpaka kwenye taifa. Anayejua manufaa ayaseme. Mimi manufaa sijayaona. Sijayaona manufaa yoyote ya maridhiano. Unapotaka tutoke kwenye siasa za mapambano, turejee kule, ni hujuma. Unataka kutuchezesha michezo ya mtoto. Brother, Chadema kama lakini tunaona kama ni hela ilichangiwa, tuliona katika baadhi ya vyombo kwamba ilitolewa kiasi gani sisi kwa ajili ya kuchangia pesa gari ya mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Tuliona hivi karibuni. Kuchangia kuridhiana, maana kama ingekuwa hakuna maridhiano na maelewano, ile pesa ingewezaje kutoka? Swala la kutolewa pesa kaka, michango hata kwenye harusi huwa inachangwa. Chango ukichangiwa kwenye masuala ya kisiasa haimaanishi tumeridhiana. Maridhiano yanaonekana kwenye mfumo wa utawala bora. Kwenye mfumo wa utawala bora ndio tunaona maridhiano. Hatuwezi kusema kuna maridhiano wakati kwenye kongamano la Bavicha taifa la mwaka jana tarehe 12 mwezi wa 8 ilifanyika Mbeya, wamekamatwa vijana wasiopungua 500. Tena ni ripoti ya polisi. Kwa maana wanashikilia watu 500 kwenye vituo mbalimbali vya polisi Tanzania. Aliyekuwa makamu mwenyekiti ambaye sasa ni mwenyekiti Mheshimiwa Lissu, Mheshimiwa Mnyika katibu mkuu,
Mheshimiwa Sugu kule Mbeya walipigwa na jeshi la polisi, walizalilishwa. Huwezi kusema kuna maridhiano katika mazingira namna hiyo. Huwezi kusema kuna maridhiano katika mazingira namna hiyo. Unawazuia vijana wa Chadema kwenda kukutana na kufanya mkutano. Unawazuia. Unasema taarifa za intelijensia kufanya mkutano wa hadhara. Hapo huwezi kusema kuna maridhiano. Huwezi kusema kuna maridhiano wakati kina soka hawapo. Maridhiano, watu wote waliopotea tungewaona wapi mtaani. Yaani mtu akisema kwamba kuna watu George Sanga, samahani mwandishi. George, kuna watu wanasema maridhiano wamewatoa watu magereza. George Sanga ametoka magereza baada ya kushinda kesi. Chama kimeweka mawakili. Ameshinda kesi. Hakufutiwa kesi kama walipokuwa wanafutiwa wengine. Kesi imebidi ashinde kesi. Kwa hiyo hapo unaweza kusema kwamba kuna mimi kwa upande wangu mimi sijaona umuhimu wa maridhiano. Basi sijaona faida ya maridhiano. Na anayetaka aturudishe kwenye hizo siasa ni mtu ambaye anapaswa afungiwe jiwe atupwe baharini. Hatuwezi tena kurudi kwenye siasa za vikao. Mheshimiwa Lissu tulipambana naye mwenyekiti kwa sababu tunaamini ni mtu mwenye msimamo na ni mwanaharakati. Na tunaamini katika siasa za harakati ndio zitakazotupa mabadiliko. Chadema ni competitive party. Lakini Chadema sio chama cha kwenda kufanya vikao. Mheshimiwa, kwenye chama chenu wenyewe pia kuna kundi ambalo waliunga mkono Mheshimiwa Tundu. Hao watu naweza nikasema labda ni watangulizi wake kabla ya Mheshimiwa Tundu. Ama ni kundi gani hilo ambalo lipo? Tunaona mitandaoni kuna kundi kubwa la wanachadema ambao wenyewe wanampinga vikali sana. Sasa kwa kutumia wale, uone kwamba pia itakuwa ni sehemu mojawapo ya nyimbo kwa kushika harakati zenu. Harakati haziwezi kukwama kwa sababu kuna utofauti wa mitazamo. Kuna utofauti wa mitazamo kwenye chama cha siasa ni ishara ya kwamba chama kimekuwa. Na chama chochote kikubwa cha siasa duniani lazima kinakuwa kina pande zinazokutana kutokana na mitazamo inakuwa tofauti. Na ikumbukwe kwamba mitazamo kwa tofauti ndani ya Chadema ni kitu cha kawaida sana kwa sababu nitaomba nifafanue hichi kitu kidogo. Chadema ni chama chenye itikadi ya mrengo wa kati. Ni tofauti na vyama vingine Tanzania. Tanzania kuna vyama vya mrengo wa kushoto, kuna vyama vya mrengo wa kulia. Ila Chadema ni chama cha mrengo wa kati. Chama cha mrengo wa kati kina karakta zifuatazo. Moja ya karakta za mrengo wa kati. Mrengo wa kati umechukua baadhi ya mambo ya mrengo wa kulia. Yale mambo positive ya mrengo wa kulia. Ukachukua na mambo positive kwenye mrengo wa kushoto. Ukaja kutengeneza mrengo mmoja unaitwa mrengo wa kati. Kwa hiyo ndani ya mrengo wa kati unaamini katika soko huria, kwamba sasa tunaamini katika ushindani. Ndio maana sisi tunaamini katika ushindani. Tunaposema chama kinaamini katika ushindani, maana yake hata katika masuala ya kibiashara tunaamini kwenye ushindani. Kwamba kwenye swala la uzalishaji na usambazaji wa umeme Tanzania, licho shirika moja TANESCO. Kwa hiyo kuna ushindani. TANESCO ashindanishwe na makampuni mengine kama ile makampuni ya simu ashindanishwe. Ule ushindani utafanya kutakuwa na bidhaa, kutakuwa na huduma bora itawafaidisha wananchi. Sisi tunalenga zaidi kwa wananchi. Lakini serikali iliyopo inalenga zaidi kwa yale mashirika na watu wachache. Leo hii ukisharuhusu mfumo wa ushindani kwenye uzalishaji wa umeme, kwenye maji, shida ya maji inaondoka. Tatizo la umeme linaondoka. Sasa hivi bosi kulalamika kwenye mitandao ya simu, bado unakusumbua. Internet ikikusumbua huko utanunua vocha mtandao mwingine. Unaachana na huduma za kampuni ya simu, utatumia huduma za kampuni ya simu. Hivyo ndio ambavyo ushindani utakuwa uwepo katika hayo masuala. Sasa katika chama chetu cha mrengo wa kati, ukiachana na mambo ya ushindani, katika issue ya mitazamo, Chadema ana uwezo kukaa mwanasiasa wa mrengo wa kulia na mwanasiasa wa mrengo wa kushoto. Wanasiasa wa mrengo wa kulia ndio wanasiasa ambao wana siasa za itikadi kali. Ndio mrengo wa kulia. Mrengo wa kushoto ni wanasiasa wenye siasa za wastani. Yaani itikadi yao ni siasa za wastani, sio siasa kali. Sasa ndani ya Chadema hii mifumo inawaruhusu wote kuwepo. Kwa hiyo lazima kutakuwa na pande mbili, kwa sababu lazima kuna watu ambao kiasili wana itikadi za mrengo wa kulia, wana siasa kali, wana itikadi kali, wapo ndani ya Chadema, lakini vile vile kuna wanasiasa ambao wana asili ya itikadi za siasa za wastani, pia nao wapo Chadema. Kwa hiyo lazima kutaonekana kuna pande mbili. Lakini vipi tuwezi kukikuta Chama cha Mapinduzi, kwa sababu Chama cha Mapinduzi ni chama cha mrengo wa kushoto. Unapojiunga na Chama cha Mapinduzi, unatakiwa ujue ni chama cha mrengo wa kushoto, siasa zao ni za wastani. Kwa hiyo ndani ya CCM haya mambo yakiwepo ni maajabu kwa sababu mifumo yao hairuhusu. Lakini ndani ya Chadema ni mambo ya kawaida kwa sababu ni chama cha itikadi ya mrengo wa kati. Kwa hiyo kuwepo kwa utofauti
Utofauti wa mitazamo ndani ya chama ni kitu cha kawaida, lakini chama chetu huwa kina utaratibu mmoja kwamba tunatofautiana katika mitazamo, lakini ikifika pointi ya kufanya maamuzi, tutafanya maamuzi sahihi kulingana na wakati sahihi. Kwa hiyo hakutakuwa na tatizo la aina yoyote. Kuna swali nilikuuliza mwanzo kuhusiana na mwenyekiti wako wa jimbo wa baraza la umoja wa vijana, Dennis Isaac Soka. Kuhusu hati iliyotolewa na mahakama. Lakini swali hili tuliweza kulikanganyika hapa, hatukuweza kusikia majibu. Hebu tuambie, tuliuliza kwamba ni hatua zipi polisi wamechukua, majibu yako wamewapa mpaka sasa kufikia tulipofikia. Mahakama ilitoa maamuzi mwaka jana kwenye mwezi wa 9 hivi, au 8 mwishoni. Na kumbukumbu ya tarehe vizuri, lakini mahakama ilitoa maamuzi baada ya kufungua kesi, na moja kati ya mawakili ambao walikuwepo ni wakili Peter Madereka, mmoja kati ya mawakili waliokuwepo wasimamia kesi ya Deusdedith Soka, alikuwepo Peter Madereka. Mahakama ilitoa maamuzi ya kwamba mahakama haikulitia jeshi la polisi hatiani kuhusika na kumteka Deusdedith Soka. Mahakama haikulitia jeshi la polisi hatiani. Japokuwa sisi tulilituhumu jeshi la polisi kuhusika na kupotea kwa Deusdedith Soka kwa sababu zifuatazo. Tulilituhumu jeshi la polisi mahakamani kutokana na kwamba Deusdedith Soka siku ambayo anatekwa, Deusdedith Soka siku ambayo anakwenda kutekwa ni siku ambayo taarifa zinatuambia kwamba alipigiwa simu na askari polisi akihitajika afike kituo cha polisi kwa ajili ya kutambua pikipiki yake ambayo ilikuwa imepotea mwaka mmoja nyuma. Kwa hivyo kutokana na zile taarifa, moja kwa moja tulitaka kulituhumu jeshi la polisi na kusema kwamba jeshi la polisi linahusika kupotea kwa Deusdedith Soka kwa sababu wao ndio mtu wa mwisho kuwasiliana naye. Polisi walikuwa ndio mtu wa mwisho kuwasiliana na Soka. Lakini mahakama haikulitia jeshi la polisi hatiani. Mahakama ilisema jeshi la polisi halihusiki na kupotea kwa Soka. Kama mahakama ingedhibitisha kwamba wanahusika, wangepewa tuseme mahakama ingelihukumu jeshi la polisi na ingelipa nini cha kufanya, kwamba wale askari polisi waliohusika wangepandishwa kizimbani na wangehukumiwa kwa mujibu wa sheria. Sasa baada ya jeshi la polisi baada ya mahakama kutolitia jeshi la polisi hatiani, jeshi la polisi lilipewa maelekezo na mahakama kwamba lihakikishe Deusdedith Soka na wenzake wanapatikana. Lakini tangu kipindi hicho, tunaongelea kwenye mwezi wa 9 mwaka jana, mpaka leo tunavyoongea hapa, hakuna taarifa yoyote tumepata kutoka kwa jeshi la polisi kuhusiana na Deusdedith Soka. Zaidi ni kwamba lazima watakwambia watu wanaendelea na upelelezi, wanaendelea na uchunguzi, lakini hakuna taarifa zozote za kuridhisha ambazo tumezipata kutoka kwa jeshi la polisi juu ya Deusdedith. Kama chama, ni hatua zipi ambazo baada ya kupewa majibu hayo au baada ya kuona hali ilivyo mpaka sasa hivi na wapendwa wenu, baadhi ya viongozi wenzenu hawaonekani, baadhi ya viongozi hawaonekani, kama chama, kama Chadema, sio? Hatua gani mmechukua kwa wakati huu? Kwa wakati huu au kwa wakati ule? Tulishatoka huko. Kwa wakati huu. Kwa wakati huu hatua ambazo zimechukuliwa ni moja kati ya vitu ambavyo tunaendelea kuongelea kwenye masuala ya reforms. Tunavyoongelea masuala ya reforms tunaongelea masuala ya mabadiliko. Kwenye mabadiliko tunaongelea vitu vingi sana. Kwenye mabadiliko hata hizi agenda za masuala ya utekaji zinakuwa ziko ndani ya hii agenda ya kitaifa ya no reforms no election. Kwamba hatuwezi kuingia kwenye uchaguzi kwa sababu ya kubadilisha tu sheria za uchaguzi. Tunahitaji hata wale watu ambao walipotea warejee uraiani. Na hii ni agenda yetu muhimu sana, kwa sababu hatuwezi kupuuza kupotea kwa viongozi wa chama, kupotea kwa wanachama, kupotea kwa Watanzania kwa sababu ya kurekebishiwa sheria za uchaguzi. Kwa hiyo kwenye reforms, tunapoongelea reforms, tunaongelea kwa upana zaidi. Mabadiliko tunaongelea kwa upana zaidi. Mabadiliko ya sheria. Jeshi la polisi linafanyaje kazi? Jeshi la polisi linafanya kazi kwa mujibu wa sheria. Mahakama inafanyaje kazi? Mahakama inafanya kazi kwa mujibu wa sheria. Kwa tunapoongelea mabadiliko,
tunaongelea mabadiliko kwenye kila eneo, na msingi wa mabadiliko yote ni katiba mpya. Na katiba mpya tutakapoipata, tuna uhakika hatutakuwa na hii mifumo ya kiutekaji tena ambayo ipo Tanzania. Lakini kikubwa ambacho kwa sasa hivi tunakipigania ni kuhakikisha hawa ndugu zetu waliopotea wanarejea uraiani wakiwa hai. Ndugu mpendwa mtazamaji, hii ni Jandoni. Mimi ni Haji Twaha. Lakini nilikwambia hapo awali kwa leo tuna mgeni wetu. Mgeni wetu ni Blessing Barabara, katibu wa baraza la umoja wa vijana Chadema mkoa wa kichama Temeke. Tuko naye hapa hii leo. Kama ulikuwa umechelewa kuangalia, basi ndio hii, ukae hapo uendelee kuangalia. Umsikilize bwana Blessing Barabara, katibu wa baraza la umoja wa vijana Chadema. Ana yapi ya kuzungumza. Mheshimiwa, tukiwa tunaendelea, mimi swali langu moja ambalo na watu wanahitaji kufahamu, wanahitaji kujua. Ukiwa kama katibu wa baraza la umoja wa vijana Chadema mkoa wa kichama Temeke, si ndio? Temeke, mmechukua hatua zipi za utekelezaji wa kampeni yenu au ajenda yenu ya no reforms no election? Na mbali ya hivyo, lakini pia ndani ya mkoa wenu, wananchi na wakazi wa mkoa wa Temeke, wa kichama wa Temeke, wanahitaji kujua, maana wengi kama nilivyokuwa nimezungumza awali, wengi wametafsiri kuwa mtasusia uchaguzi kwa maana kwamba hamtoshiriki. Kwa hiyo wewe hapo ukiwa kama katibu wa baraza la umoja wa vijana mkoa wa kichama Temeke, unawaeleza nini? Au ni hatua zipi ambazo mtachukua ili muweze kuwafikia walengwa ambao ni wananchi na wakazi wa mkoa wa kichama Temeke? Sawa sawa ndugu mtangazaji. Ambacho tumepanga kukifanya kwa baraza la vijana la Chadema kwa chama cha Temeke. Sasa tuzungumzia chama, tutazungumzia baraza la vijana. Moja kati ya vitu ambavyo tumepanga kufanya katika kuhakikisha tunaweza kupushi ajenda ya kitaifa ya bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Moja ni kuwafikia wananchi na kuweza kuwapa elimu juu ya hii ajenda, waweze kuielewa vizuri. Wasiseme kwamba Chadema wanasusia uchaguzi. Waelewe dhamira yetu ni ipi. Na kwa kwenye kukamilisha hii dhamira, nimejiandaa kufanya mikutano ya hadhara. Mkoa wa kichama wa Temeke una jumla ya kata 23. Hili jimbo la Mbagala lina kata 10, jimbo la Temeke lina kata 13. Tuna jumla ya kata 23. Tumejiandaa kufanya mikutano ya hadhara ya BAVICHA mkoa wa kichama wa Temeke kwenye kata zote 23. Na tuna mpango wa hii mikutano ya hadhara kuanza rasmi kati ya mwezi wa 4 au mwezi wa 5. Na tutafanya mikutano hii mkoa mzima kwa ajili ya kuhakikisha tunatoa elimu juu ya wananchi na Watanzania ambao wanaishi ndani ya mkoa wa kichama wa Temeke kuielewa ajenda ya kitaifa ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ya bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Kwa hivyo tumejiandaa na tutahakikisha kwamba tunaweza kuwafikia Watanzania kwa mikutano ya hadhara, kwa mikutano ya ndani, kwa kutumia makongamano, kuhakikisha kwamba Watanzania ambao wanaishi mkoa wa Temeke wanatolewa. Na ambacho kwa sasa hivi tutaanza nacho moja kwa moja kati ya mwezi wa 4 mpaka mwezi wa 5 ni hii mikutano ya hadhara. Na tutafanya mikutano ya hadhara 23. Kila kata tutaifikia kufanya mikutano ya hadhara. Tutahakikisha na tuna uhakika baada ya hii mikutano ya hadhara tutakuwa tumetengeneza uelewa mkubwa kwa Watanzania. Hata ile operation sasa ya kitaifa chama ya ngazi ya kitaifa ya no reforms no election itakapofika kanda ya Pwani, tunajua lazima kutakuwa na mkutano kwenye mkoa wa Temeke. Kwa hiyo mkutano utakapofika mkoa wa Temeke utawakuta tayari wakazi wa Temeke wako tayari na wanaelewa nini ambacho chama kinakifanya. Wito wako ni upi ukiwa kama katibu wa baraza la umoja wa vijana Chadema mkoa wa Temeke? Wito wako ni upi kwa vijana ambao wao wanakuwa ukizungumza nao mara nyingi sana huwa wanasemaga sina mpango na siasa. Sina mpango na siasa na wala sitaki kusikia habari za siasa. Wito wako ni upi au unaeleza nini? Hapa niseme ninawaeleza. Inawezekana kwenye wito ile nikaa sahihi kwa upande wao nataka kueleza. Labda niseme ninaeleza nini. Ambacho naeleza ni kwamba siasa ni sawasawa na sukari. Siasa ni sawasawa na chumvi. Huwezi kuishi hapa duniani usitumie chumvi na usitumie sukari. Utakuwa sio mtu. Unakuwa unapotea.
Kama kuna mtu anaweza kuishi hapa duniani hatumii chumvi na hatumii sukari, anaweza kuishi bila kujihusisha na siasa. Usipojihusisha na siasa, siasa inajihusisha na wewe. Usipoifanya siasa, siasa itakushughulikia, kwa sababu siasa ndio iliyotengeneza mifumo yote inaonekana kwenye nchi. Bei za bidhaa zinatokana na siasa. Bei za bidhaa zote zinatokana na siasa. Bei za huduma zote zinatokana na siasa. Hali ya kimaisha unayoiona kwa Tanzania wengi inatokana na siasa. Mifumo ya kielimu iliyopo Tanzania inatokana na siasa. Huyu anayesema hajihusishi na siasa anampeleka mtoto wake shule. Hapo alafu pia mbali ya hivyo nilitaka nilikuwa nakugusia kimoja. Tulisikia kauli ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maana ya kwamba Samia Suluhu Hassan. Hivi karibuni kuna kauli moja ambayo aliwahi kuitoa, ni kuwaonya au kuwakataza viongozi wa dini wasijihusishe na siasa. Sasa na miongoni mwa maelezo yako hapo kwamba siasa ni mfumo mzima wa maisha ya binadamu. Sasa hii imekaaje nayo? Hiyo kauli inasema wazi sio kauli nzuri. Na sio kauli ambayo ina uhalali. Sio maelekezo yenye uhalali kwa viongozi wa dini. Viongozi wa kiimani wanawaongoza watu. Zile imani wanawafundisha watu. Wale watu wanahitaji kupata ajira. Wale watu wanahitaji kupata elimu bora. Wale watu wanahitaji kupata huduma zote za kijamii. Wale watu wanahitaji kupata haki kwenye vyombo vya kutafuta haki, kama mfano jeshi la polisi, mahakama, wanahitaji kupata haki. Wale watu wanahitaji kuhakikishiwa ulinzi na usalama wao. Na hilo ni jukumu la serikali kupitia jeshi la polisi. Sasa ukisema kwamba viongozi wa dini wasijihusishe na siasa, viongozi wa dini wanaongoza na nani? Wanaongoza dini zenyewe au wanaongoza watu? Kama wanaongoza watu, ni lazima wahusike, kwa sababu nataka nikwambie kwamba dini haigombani na siasa. Rais akiapishwa Tanzania, kama ni Mkristo anaapa kwa kutumia Biblia. Kama ni Muislamu anaapa kwa kutumia Qur'an. Kama ingekuwa dini haitaki kuhusishwa kwenye siasa, basi ingekuwa watu wanaapishwa na mikono. Ingekuwa hamna haja kutumia vitabu vitakatifu vya kiimani. Lakini vinatumika kwa sababu vinahusika kwenye masuala ya kisiasa. Hata Mungu aliruhusu mifumo ya kisiasa iwepo. Tunaona mataifa ambayo imani zilianzia yalikuwa yanaongozwa na mifumo ya kiuongozi. Sasa kwa nini mifumo ya kiuongozi ilikuwepo? Kwa hiyo Mungu asingekuwa anaongoza yeye mwenyewe. Lakini anaweka mifumo iwepo ya kiutawala, na ni mifumo inatakuwa ya kiutawala bora. Sasa hata kwenye hizi siku za uapisho, kuna kwa na viongozi wa dini. Sasa kwa nini viongozi wa dini wanaalikwa kama wahusiki na hawataki kujihusisha na siasa? Kwa nini wanaalikwa? Kwa nini wanakuwa sehemu? Tatizo ni kwamba anayeonekana anatoa maoni tofauti na ni kiongozi wa kiimani, anaonekana anataka kuleta machafuko. Kitu ambacho sio. Machafuko hayatokani na kusema ukweli. Machafuko yanatokana na kuficha ukweli na wananchi wakaja kujua. Ukiuficha ukweli kwa muda mrefu, siku ambapo wananchi watakuja kujua, hakuna atakayeweza kuwatuliza. Hata kama unatoa sadaka kwa makanisa mangapi ya viongozi wa dini mashuhuri, toa sana. Lakini Mungu apige rushwa. Siku ambayo hao wananchi watajua ukweli, hawatazuilika. Lakini kama kuna watu ambao sasa hivi wanaanza kuonyesha kabisa kwamba hichi kipo sawa, na wakazingatiwa, tutakuwa na taifa bora sana. Tutakuwa na taifa bora sana ambalo ukisikia mtu anasema kwamba rais anampongeza rais amefanya vizuri kweli. Lakini sasa hivi kuna watu ambao wanasifia tu, anaogopa kukosoa. Hicho ni kitu ambacho sio sahihi. Kwa hiyo viongozi wa dini wana haki na wajibu wa kujihusisha na masuala ya siasa kwa ajili ya maslahi mapana ya taifa na nchi. Hata Biblia imeandika kwamba misingi ya nchi ikiharibika, wenye haki watafanya nini? Kwa hiyo kama Biblia inatambua misingi ya nchi
misingi ya nchi, haki kwenye nchi zinawategemea wenye haki. Hawa viongozi wa dini ni watu ambao wamepewa dhamana ya kiimani ya kuongoza watu. Kwa hiyo wana jukumu la kujihusisha na siasa, wana jukumu la kuikosoa serikali, wana jukumu la kuishauri serikali. Nashukuru sana mheshimiwa. Tukihitimisha, una yapi ya kuambia Watanzania? Ninachowaambia Watanzania ni kwamba sasa hivi chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kipo kwenye ajenda ya kitaifa ya no reforms no election. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Tunahitaji sana support ya Watanzania na tumeanzisha kampeni ya tone tone. Tulianzisha programu yetu ya kidijitali ya tone tone ya kuchangia chama kupitia mitandao mbalimbali ya simu za mkononi, kupitia benki. Kwa hiyo ni vyema sana ukatembelea akaunti official za Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, akaunti Instagram Chadema Tanzania, vile vile Telegram Chadema Tanzania, vile vile kwenye YouTube kuna akaunti ya Chadema TV channel ya Chadema. Ukatembelea kwenye zile platforms za chama ukaweza kupata zile namba ambazo zinahusika katika kuchangia kupitia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Yas, mtandao wa Halotel, vile vile kupitia benki ya CRDB. Unaweza ukachangia chama na tukaweza kupush, kwa sababu tunahitaji sana support ya wananchi tuweze kufanikisha hili hapo. Kwa hiyo tunawaomba sana wananchi muweze kujoin kwenye kampeni ya tone tone ili muweze kuichangia chama na tukaweza kufanikisha. Mchango ni wowote ule, kuanzia pesa yote utakuwa nayo, iwe ni shilingi 50, shilingi 100, shilingi 500, shilingi 10,000. Chochote ambacho mtu atakuwa nacho anaweza kuchangia kupitia tone tone na tukaweza kufanikisha hii ajenda. Na hata kwa hii kampeni ambayo tulizindua juzi, Watanzania waliweza kuchangia shilingi milioni 64, na kama tulivyoona tayari chama kilienda kanda ya Nyasa na kikaweza kufanya kazi. Zile ni pesa ambazo zimechangwa na Watanzania na zinafanya kazi kama ile, na bado tunahitaji support ya Watanzania tuweze kufikia kanda zote 10 ambazo ziko Tanzania. Asante, nashukuru sana. Ndugu mpendwa wa mtazamaji, kama hapo awali nilipoanzia na ndio hapa sasa nafikia hitimisho. Nilikwambia hapo awali kwa leo tulikuwa na mgeni wetu hapa kwetu studio mwetu mwa Jasiri Online TV. Mgeni wetu hii leo alikuwa Bwana Blessing Barabara kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo mkoa wa kichama Temeke. Huyu alikuwa ni katibu mpaka sasa. Ni katibu wa Baraza la Umoja wa Vijana Chadema mkoa wa kichama Temeke. Langu jina ni Haji Twa.